So ladies and gentlemen, kuna kitu fulani nataka tuongelelea hapa leo, na mimi nitasema Wakenya tumejisahau na kitu kimoja, na kitu ambacho Wakenya tumejisahau nacho ni ile kwamba kitu kikishafanyika sisi kama Wakenya haraka twajisahau, yani ile kujua yani ya kwamba hichi kitu kimefanyika na si sawa, ni makosa, ni sisi tukifuatilie sisi twakiacha hivyo hivyo, na hiyo ndio blanda kubwa ambayo twacheza sasa. Why am I saying so? Kuna hii story ambayo iko hapa Qatar ambayo ilifanyika na ndugu zetu, nitasema ndugu zetu ambao waliletwa na Alfred Mutua. Kuna ndugu zetu ambao waliletwa na Alfred Mutua hapa. Bana, story ambayo iko full ambayo iko mtaani ni kwamba baadhi yao hawajaanza kazi mpaka leo. Mpaka sasa tunavyoongea wengine hawajaanza kazi kiukweli. Na watu hiyo story hawaiongelei tena, wamenyamazia, wamesema kwamba kaliwali, hivyo ndo wanasema. Kuna ule msemo ule umekuwa Waarabu sasa ile kaliwali ile kwamba they don't care again. Na kiukweli watu wengi nafikiri wataumia kwa sababu ya huu msemo, because kitu kinafanyika. Mimi sikutaka kuleta hii story at once kabisa, nimefanya tu emergency, nitasema hivyo kwa sababu nilikuwa najua hii story iliisha. But at last long leo nimepata simu nikaambiwa kwamba kuna watu ambao waliletwa na Alfred Mutua ambao kwa Qatar mpaka sasa tunavyoongea, na real story ni kwamba hawa watu hawajaanza kazi mpaka sasa hii, na wengine walianza kazi wakasimamishwa, wengine zile kazi ambazo walifanya tutasema walifanya ile, kuna time wakumbuka wakiwa hapo walikuwa wanasema kwamba watafanya what we call interview kulingana na ile kazi ambayo inakuleta Qatar. Hao watu hawajapata kazi na wengine wameingia kazi ambazo sio zile ambazo walifanya interview Kenya. Sasa swali linabaki kujiuliza hapa, kama maagent tulikuwa tunalalamika maagent ndio waongo, maagent wanafanya vitu ambavyo si vya hakika. Tulikuwa tunajua tukiambia serikali yetu ndio itatusaidia, ama kitu ambacho kinafanywa na serikali ndio kitu ambacho ni sahihi. Lakini sahihi imekuwa kama mshtuko sasa, in a way that tuanza kujiuliza kama serikali pia nayo inaleta vitu vya kifala. Serikali instead ndio kitu ambacho tumeaminia itufanyie kitu ambacho ni cha uhakika, hiyo serikali yenyewe pia inatuzengua. So the question is like, who is to help then? Unajua ile time tukisema maagent ni waongo, tulikuwa tunamaanisha kwamba ni bora usafiri na agent ambaye ni wa kiserikali basi, kwa sababu labda yule agent ambaye ni wa kiserikali itakuwa rahisi kwake yule agent kukupa wewe kazi vizuri. Lakini sasa hebu cheki hiyo serikali ambayo tuitazamia ndio serikali ambayo sasa inatuuza. Nitasema hivyo. Nitasemaje sasa? Ile serikali ambayo tuitazamia ndio serikali ambayo inatuuza. That's what I can say. Wallahi mimi nimeambiwa hiyo story na mimi nikashangaa, nimeshindwa hata nitaanzia wapi for sure. So guys, nilikuwa tuendelea na historia yetu hapa ambayo nilikuwa naongelelea kuhusu jamaa ambao waliletwa Qatar na Alfred Mutua, na kwa sababu ya kuletwa Qatar ilikuwa ni kwa sababu ya kazi. Na kulikuwa na mbwembwe kubwa sana, yani in a way that kila mtu aliongelelea ile story because vile ambavyo ililetwa na ilivyoletwa ni kwamba zilikuwa ni kazi za bure ambazo ni kazi za serikali. In a way that mara ya kwanza before watu waende kwa interview walijua kabisa hakuna pesa yote ambayo itaitishwa, lakini guess what, walipofika kwa interview pale waliambiwa kuna certain amount ambao wanafaa walipie kwa sababu ya process ambazo process hawakusema ni process gani kiukweli. Mimi I personal nimepata hizo habari because mimi nilikuwa najua story ilisha, na nilikuwa najua kabisa watu walisafiri na wanafanya kazi Qatar. Though there's a time mimi nilikuja hapa nikasema kwamba tutajua ukweli. Je, hawa watu ambao waliletwa na huyu Alfred Mutua ambao tunaambiwa almost hundreds of people, thousands of people, kuna kazi Qatar, sijui kuna kazi za mapolisi, kuna kazi sijui za walimu wa kufundisha Kiswahili, yule jamaa alituambia hivyo. So you can just imagine Kenya kunatolewa watu waje wafanye kazi ya polisi Alfaza hapa. Unauliza yule mtu ambaye amefanya kazi Qatar, unamuuliza yule mtu ambaye amefanya kazi Qatar, is it true ya kwamba kuna kazi ambazo Mkenya anaweza kuja fanya kazi huko kama polisi? Wallahi ukimuzewa anaweza kuchekelea mbaya sana. So kitu ambacho naweza nikasema hapa in short, to make it short, hawa jamaa wasiendelee kudanganya watu, I thank God because leo alhamdulillah nimepatana na mtu ambaye ameniambia very soon inshallah tutapitia wase ili tujue kinaga ubaga ino historia nzima, na tutawaleta hapa kwenu nyote mje muone na waongee wenyewe, kwa sababu nikiongea mimi sahihi nitaonekana mwongo ama nitaonekana ni stories za jaba. Lakini I'm very much sure that 100% tukipatana nao wenyewe wakija wakituelezea 1 to 2
tutakuwa tushajua ukweli halisi ule ambao upo. So nimeona nifanyie no video faster quick hapa, nikikazania kufuturu, lakini it is what it is. Let me say it is what it is, and we gonna go not to know the real sense ama kitu ambacho kiko cha uhalisia.